fadhili zako wewe unatosha. Asante Jehova Yesu nithamini wewe unatosha. Fadhili zako Bwana ni wewe, Yesu ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, Yesu ni wewe Bwana. Yesu ni wewe Bwana, unatawala ni wewe. Yesu ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Yesu Bwana, Yesu iwe Bwana, Yesu tosha, Yesu iwe Bwana. Baba, tunakushukuru, tunakuinua, tunakuabudu, tunakutukuza jioni ya leo. Umejaa utukufu, umejaa uweza wote, na hakuna mwingine aliye kama wewe Bwana. Wewe ni Bwana wa mabwana, wewe ni Mungu wa miungu, wewe ni mfalme wa wafalme. Wewe ni Mungu, ulikuwa, upo na utazidi kuwepo milele na milele. Tunasema ni asante kwa hii nafasi ambayo umetupatia kuja katika kilima chako kitakatifu Bwana, kuliinua jina lako takatifu na kukuabudu na kukuinua kwa maana ni Mungu. Asante Baba, tunapoenda kwanza ibada ya jioni ya leo, naomba Bwana Roho wako Mtakatifu akatutangulie mahali hapa Bwana, uwezo wako na nguvu zako zikadhihirike mahali hapa jioni ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Mungu shemele, endo kahudumie kila nafsi, kila yote amewakilishwa mahali hapa Bwana. Ninaomba Bwana ukatuhudumie katika njia ya kipekee jioni ya leo, katika jina la Yesu Kristo mfalme shemele. Tunajiachilia mbele zako Jehova Bwana, tunajiachilia chini ya uongozi wako Mungu wa rehema Bwana, ukatuongoze na ukatutende mema Bwana, katika kila jambo, katika maombi taomba mahali hapa Bwana, katika kusifu tunasifu mahali hapa, hata neno tutakapoenda kusikia mahali hapa Bwana. Naomba Bwana neema yako ikatoshe Jehova, naomba Bwana ukatutangulie Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Tunakuabudu Bwana, tunakutukuza, tunalimini jina lako takatifu kwa maana ni Mungu. Tuwezeshe Baba na ukatutendee mema kwa maana ni Mungu na hakuna mwingine aliye kama wewe. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, sema amen. Haleluya, haleluya. Hebu nilio mikono tu, haleluya. Sikia mko chini sana, haleluya, amen. Hebu piga shangwe na vigeregere kwa Bwana, haleluya, haleluya. Nataka tukajiandae tukamsifu Bwana na kumuinua, na ninajua kwamba tutaenda kubarikiwa mahali hapa kwa jina la Yesu Kristo. Piga makofi, shangwe na vigeregere, haleluya, amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. How many are happy to be in the house of God? Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka tumsifu Mungu kidogo. Haya, makofi kwa Yesu. Moyo wangu sifu
Sifu Bwana, sifu Bwana, sifu zote. Haleluya, haleluya. Moyo wangu sifu Bwana, sifu Bwana siku zote. Haleluya, haleluya. Moyo wangu sifu Bwana, sifu Bwana Siku zote. anaweza. Moyo wangu sifu Bwana, sifu Bwana Siku zote. siku zote. Haleluya, haleluya. Imba, anaweza, anaweza. Shangilie, wachangilie. Yesu Bwana wameshinda kifo na mauti, atawale milele. Amina. Shangilia, ameenda Yesu Bwana wameshinda kifo na mauti, atawale milele. Amina. Shangwe kwa Bwana Yesu. Haleluya. Pigieni Bwana vigelegele, vigelegele kwa furaha. Pigieni Bwana vigelegele, vigelegele kwa furaha. Bwana vigelegele, kwa furaha. Pigieni Bwana vigelegele, vigelegele kwa furaha. Bwana vigelegele, gele kwa furaha. Pigieni Bwana vigelegele, vigelegele kwa furaha. Bwana vigelegele, gele kwa furaha. Pigieni Bwana vigelegele, vigelegele kwa furaha. Yokoa, amenibariki, ameniinua, ametuhifadhi. Pigeni Bwana vigelegele, kwa furaha. Pigieni Bwana vigelegele, vigelegele kwa furaha. Bwana vigelegele, vigelegele kwa furaha. Pigieni Bwana vigelegele, vigelegele kwa furaha. Pigeni Bwana vigelegele, gele kwa furaha. Pigieni Bwana vigelegele, vigelegele kwa furaha. Amekuokoa, amekuinua, amekuhifadhi, amekuinua. Pigieni Bwana vigelegele, gele kwa furaha. Bwana Bwana vigelegele, gele kwa furaha. Bwana vigelegele, gele kwa furaha. Pigeni Bwana vigelegele, gele kwa furaha. Bwana vigelegele, vigelegele kwa furaha. Ametuinua, ametuhifadhi, ametubariki, ametuinua. Pigeni Bwana vigelegele, gele kwa furaha. Bwana vigelegele, vigelegele. Pigeni Bwana vigelegele, gele kwa furaha. Pigeni Bwana vigelegele, vigelegele kwa furaha. Ametuhifadhi, ametuinua,
ametukumbuka, ametuinua. Cheza, chezea yeye. Bwana wangu nitakuimbia, Bwana wangu nitakuimbia, wakati ningali na pumuzi nitakuimbia, wakati ningali na pumuzi nitakuimbia. Bwana nitakuimbia, Bwana wangu nitakuimbia, wakati ningali na pumuzi nitakuimbia, wakati ningali na pumuzi nitakuimbia. Bwana wangu nitakuchezea, Bwana wangu nitakuchezea, wakati ningali na pumuzi nitakuchezea, wakati ningali na pumuzi chezea. Bwana wangu nitakuchezea, Bwana wangu nitakuchezea, wakati ningali na pumuzi nitakuchezea, wakati ningali na pumuzi nitakuchezea. Bwana wangu nitakurukia, Bwana wangu nitakurukia, wakati ningali na pumuzi rukia, wakati ningali na pumuzi nitakurukia. Bwana wangu nitakurukia, Bwana nitakurukia, wakati ningali na pumuzi nitakurukia, wakati ningali na pumuzi nitakurukia. Bwana wangu nitakuimbia, Bwana wangu nitakuimbia, wakati ningali na pumuzi nitakuimbia, wakati ningali na pumuzi nitakuimbia. Bwana nitakuimbia, Bwana wangu nitakuimbia, wakati ningali na pumuzi nitakuimbia, wakati ningali na pumuzi nitakuimbia. Wangu nitakuimbia, Bwana wangu nitakuimbia, wakati ningali na pumuzi nitakuimbia, wakati ningali na pumuzi nitakuimbia. Bwana wangu nitakuimbia, Bwana wangu nitakuimbia, wakati ningali na pumuzi nitakuimbia, wakati ningali na pumuzi nitakuimbia. Yesu shangwe, inua, 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 bariki, 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 bariki. Hallelujah. Msalaba wa Yesu, msalaba umeniokoa dhambi. Haleluya. Msalaba wa Yesu, msalaba umeniokoa dhambi. Haleluya. Msalaba wa Yesu, msalaba umeniokoa dhambi mimi. Haleluya. Umeniokoa dhambi. Msalaba wa Yesu, msalaba umeniokoa dhambi. Haleluya. Msalaba wa Yesu, msalaba umeniokoa dhambi. Haleluya. Msalaba wa Yesu, msalaba umeniokoa dhambi. Haleluya. Msalaba wa Yesu, umeniokoa dhambi. Msalaba wa Yesu, Kalvari umeniokoa dhambi. Haleluya. Msalaba wa Yesu, msalaba umeniokoa dhambi.
Tumuinue, inua, tumuinue. Tumuinue, tumuinue, tumuinue. Yesu ni Bwana. Tumuinue, tumuinue, inua, 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 tumuinue. Yesu ni Bwana. Tumuinue, 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 tumuinue. Yesu ni Bwana. Yesu wa baraka. Yesu wa baraka. Yesu wa baraka. Yesu wa baraka. Yesu wa upendo. Yesu wa upendo. Baraka. Yesu wa baraka, wa baraka, wa baraka. Yesu wa ushindi, wa ushindi, wa ushindi. Hallelujah. We say, somebody just raise your hands to Jesus. Come and worship him in this place. We worship you, Lord. We adore you, Lord. We say thank you for the wonderful time we have had in your presence, Lord. My Father, my God, we adore your name and we lift your name on high, everlasting Redeemer. My Father, my God, we say thank you for you says that whenever two or three are gathered in your name, that your presence is there, Lord. My Father, my God, come Amani. Napenda nikae nawe. Uweponi mwako kuna amani. Napenda
Yesu. Amani, napenda nikae na wewe, napenda nikae nawe Bwana, uweponi mwako Yesu, sema kuna amani, napenda nikae na wewe Bwana wangu, iba na wewe Bwana, napenda nikae na wewe Yesu, napenda nikae nawe Bwana, napenda nikae na wewe, napenda nikae na wewe Bwana, napenda nikae na wewe Yesu, napenda nikae na wewe. Ni mwabudu nani mimi kama sio wewe? Ni mwabudu nani mimi kama sio wewe? Hakuna mwingine wa kuabudu ila Jehovah, ila ni wewe Jehovah. Ni mwabudu nani kama sio wewe? Ni mwabudu nani kama sio wewe? Hakuna mwingine wa kuabudu ila ni wewe Bwana Jehova, ila ni wewe Bwana, ni wewe Jehova. Niwe nani mimi kama sio niwe nani kama sio wewe? Hakuna mwingine wa kuinua ni wewe Bwana. Ningependa tu inue kinywa chako mbele za Bwana, waambie Mungu ni asante. Ambia Mungu tu ni asante kwa maana kama si nguvu zake, kama si ulinzi wake, kama sio neema yake hatungalikuwa mahali tupo. Ambia Mungu asante, maana niko mahali nipo kwa sababu yako. Niko mahali nipo kwa sababu ya neema zako. Nguvu niliyo nayo ni kwa ajili yako Bwana. Ambia, fungua kinywa chako, ambia Mungu asante katika jina la Yesu Kristo. Ambia Mungu tu asante, maana ni kwa wema wake, ni kwa fadhili zake,
ni kwa nguvu zake ambapo amekuwezesha, amekuneemisha katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Enda mbele za Bwana, ambia Mungu asante katika jina la Yesu. Zaburi 124 inasema, kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israeli na aseme sasa. Rima kanda masoko telianta la mada. In the name of Jesus, ni kwa uwezo, ni kwa nguvu za Mungu tuko mahali tupo, ni kwa neema zake, si kwa nguvu zetu wala mafikira yetu. Ni Mungu ametuneemisha, ni nguvu zake zimetubeba, zimetuwezesha. Kama sio yeye, kama sio Mungu, tungalikuwa tumeisha, tungelikuwa tumemalizwa na maadui zetu, lakini kwa neema za Bwana Mungu ametuwezesha, Mungu ametubeba, Mungu ametubeba kwa mkono wake, ametupigania. Rima kanda mazaya, ni kwa mkono wake tu umetufikisha mahali tulipo. Ramakanda maseketelia laba, ile afya tulio nayo si kwa ajili sisi ni wazuri, lakini ni kwa sababu ya neema za Bwana, ni kwa sababu ya huruma wa Mungu juu ya maisha yetu. Ambia Mungu asante, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, maana kwa kweli umekuwa nguzo langu, maana kwa kweli umekuwa msaada. Ramakanda maseketelia laba, hata biashara nalolifanya Mungu ni kwa nguvu zako, katika jina la Yesu. Kuishi Nairobi Bwana imegharimu mkono wako. Rimakanda maseketelia laba, riko tolomozianta. Just tell the Lord, thank you my Father, thank you my Jesus. It is you King of glory who has enabled me, mighty Redeemer, to be the far I am. In the name of Jesus, tell the Lord, Jehovah, thank you King of glory for your grace that has been sufficient upon my life. Just tell the Lord, Lord, thank you in the name of Jesus Christ, because if it were not you, Redeemer, the Bible says, King of glory, that my Father, then they had swallowed us up quicker when their wrath was kindled against us. Oh my God, our enemies could have swallowed us, my God. Our enemies could have swallowed our children, could have swallowed our businesses, could have swallowed our wives, husbands, our families. It has taken of your hand, it has taken of your grace upon our lives. And tonight, King of glory, Jehovah, we surrender to say thank you. We surrender to worship you, Adonai. Rimakanda maseketelia laba. Just forget everything that has not been successful yesterday or the whole of today, but just go before the Lord and tell the Lord thank you in the mighty name of Jesus Christ, because my Father, you are the one who masters my steps. Oh, Rimakanda maseketelia laba. You are the mighty God who never changes, in the name of Jesus Christ. And we have come to worship you. We have come, my Father, to show our gratitude unto thee, Redeemer, in the mighty name of Jesus Christ. Humble Father, I pray in the mighty name of Jesus that you may listen to my cry, that you may hear, my Father and my God, my praises and my worship unto you in the mighty name of Jesus. I surrender to you, Father. I give myself away unto thee in the mighty name of Jesus Christ, because in you, my Father, there is a solution. In you, my Father, there are open doors. In you, King of glory, there are wonders and miracles. In you, Adonai, Rimakanda Maseketelia Laba, Rima
Maseke Maganda Messiah. In the mighty name of Jesus, when I have you, my God, I have everything. In the mighty name of Jesus, when you are on my side, Rimakanda Maseke Telialaba, what will I fear, my Father? In the mighty name of Jesus Christ. And tonight, my Father, we have gathered in your sanctuary, forgetting all the things, oh my Father, King of glory, forgetting the deals, and my Father, King Jehovah, just to surrender and to say thank you in the name of Jesus Christ for all so far you have done in our lives, my Jesus. Rimakanda Masekelianta, Roposeketeli Kandorabasaya, Rimakanda Masakayante, Riposeketeli Laba, in the mighty name of Jesus Christ. Rimakanda Masakatalaba, Ripokotolobosianta, in the mighty name of Jesus. You have carried us, all my Father, King of glory, through the month of April, in the mighty name of Jesus. Rimakanda Messiah, Riposeketelikanda. Tell the Lord, thank you. Thank you, Jesus, for carrying me all through April, in the mighty name of Jesus. It is of Chantola Maganda. It because of your power. It is because of your grace. It is because of your, my Father, your favor. Oh Lord, my God, I've seen the hand of April in the mighty name of Jesus Christ. Battles you fought for me in April. Men are the battles you fought for me in April. In the mighty name of Jesus Christ. Rimakanda Maseketelialaba. Thank you for the doors, for the connections. Oh Lord Almighty, King of glory, that you made possible through April. In the mighty name of Jesus. My God, miracle and wonders that I've experienced, my Father, in this month of April, Lord, I say thank you in Jesus' name. Oh, Shakanda Maganda, Zimakatola Bagandesia, in the mighty name of Jesus Christ, we say thank you, Abba God. We say thank you, Adonai, in the mighty name of Jesus Christ. Rikala Maganda Messiah, Zeketeli Kanda Maseketaya, and we are thanking you, King of glory, even for men, Jehovah God. Remasakayanda, we are Kantolama Zakatolaba, we are entering to May, and we are thanking you for May, Jehovah, because May is a great month. In the mighty name of Jesus Christ, it's a month of victory, it's a month of miracles and wonders, it's a month we shall experience more of your power, more of your presence, in the mighty name of Jesus, in this church, in our ministries, in Katan Church, my God, we are proclaiming May. Rimakanda Masakayalaba. Just tell the Lord, men must accept me in the mighty name of Jesus Christ. Rimakanda Maseketelialaba. Tell the Lord in the name of Jesus, May is a month of my breakthrough. May is a month of wonders and miracles upon my life, upon my family. I shall experience, my God, great wonders, my Father, in May. In the mighty name of Jesus Christ, I see myself, my Father, entering to new doors. I see myself, King of glory, sitting with kings in May. I see myself, my Father, Shakanda Maganda Messiah, Rimakotolobosianta. I see kings, God Almighty, Rimakanda Maseketelialaba, be loosened their loins because of my life tonight. In the mighty name of Jesus Christ, my Father, my God, Rimakanda Maseketelialaba. I see King of glory in me. Treasures be revealed upon my life. In the mighty name of Jesus, the hidden treasures of God and the hidden riches in the secret places. I see myself, Jehovah, Shakanda Maganda, Pinkatolama Seketelialaba. I see them be revealed because of my family. I see them be revealed because of my life. You may hear me. You
You must accept me in the mighty name of Jesus. Rimakakosakatola baganda. Riposeketelialaba. In the mighty name of Jesus. Thank you, my Father, my God. Thank you, Yahweh. Thank you, Redeemer. Rimakanda maseketelialaba. Hii mwezi wa tano Bwana, mimi mwili wangu sio wa kujebocheka. Mimi mwili wangu Bwana ni wa afya njema, katika jina la Yesu Kristo mgalia hai. Hii mwezi wa Mei Bwana, kama mlima Bwana mfalme, sekatola maganda Masaya, kama mlima wa kibali, tunakatora Masaya, tunatembea kwa kibali mpya in the mighty name of Jesus Christ of God. Oshele malaba rakasheketelebeleba simakanda mazeketelibalaba. Just tell the Lord in the name of Jesus that this month of May I will serve you more than April. Just tell the Lord that He may renew your spirit, that He may empower you more. Just declare the more of the Lord upon your life. More of His power in the mighty name of Jesus Christ. Rimakanda maseketelialaba. Tangaza moto mpya katika mwezi huu, mwezi wa tano katika maisha yako. Moto kwenye katula maganda. Ambia Bwana, mwezi wa tano inawezekana mwezi wa nne sijapatikana vizuri katika ibada hii, lakini mwezi ambao huu tunaingia Bwana, kila ibada ya siku ya Wednesday nitapatikana katika jina la Yesu Kristo. Ambia Mungu, inawezekana mwezi wa Mei sijakutumikia ipaswavyo, mwezi wa April sijakutumikia ipaswavyo, lakini Mei nikatakutumikia. Ambia Mungu akakupe nguvu mpya katika jina la Yesu Kristo. Ambia Bwana, challenges ambazo zilikuwa zinakuzuia ili usipatikane, ili usitie bidii katika April, asitakuwepo katika mwezi huu wa tano in the mighty name of Jesus Christ, oh my God. Shakalaba. We thank you, God. We thank you, Jesus. We thank you, Jehovah. We thank you, King of glory. In Jesus' name we do pray and believe. Amen. Na mtu aseme amina. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Glory to God. Amen. Ningeomba tusonge mbele kidogo, tunapomkaribisha mama yetu katika jina la Yesu Kristo. Unaposonga weka mikono yako pamoja, tumkaribishe mama katika jina la Yesu Kristo. Tumshangilie anapokuja. Hallelujah. Amen. Karibu sana mama. Thank you so much. Kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Milele na milele. Amin. Oh, kwa maana fadhili zako zadumu milele, milele na milele. Milele na milele. Amina. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote. Kwa maana fadhili zako zadumu milele, milele na milele. Amina. Milele na milele. Amina. Father, we are grateful for this evening, and we thank you so much for the time that you have given us to be in your presence.
And we pray, Father, that you may speak to us through your word. Thank you, Father, that you are changing a destiny today. Thank you, Lord, that you're causing somebody to leave a legacy, oh Lord, of service, my Father, in the name of Jesus. I pray that your word will come forth with power and your word will come forth with anointing, blessing and lifting your people in the name of Jesus Christ. Be glorified and be exalted, for you are God. And we pray this believing and trusting in Jesus' mighty name. Amen and amen. Bwana Yesu asifiwe. Thank you so much for coming. We can have our seats. And today I want us to talk about the alabaster box. Tell your neighbor the alabaster box. Mwambie vizuri alabaster box. Sijui inaitwaje kwa Kiswahili. Mwalimu. Hiyo ilikuwa inaitwaje? Ule mwanamke alipeana mafuta manukato akamwagia Yesu. Ndiyo, hiyo box inaitwaje? Jua kwa Kiingereza inaitwa alabaster box. So utatutafutia Kiswahili inaitwa namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. So I want us to turn to our Bibles in the book of Mark chapter number 14. And we are going to read from verse number 3 all the way to 9. Mark 14 verses number 3 to 9. And being in Bethany in the house of Simeon the leper, as he sat at meat, there came a woman with an alabaster box of ointment of spikenard, very precious, and she brake the box and poured it on his head. And there were some that had indignation within themselves and said, why was this waste of the ointment made? For it might have been sold for more than 300 pence and have been given to the poor. And they murmured against her. Verse number 6, and Jesus said, let her alone. Why trouble ye her? She hath wrought a good work on me. For you have the poor with you always, and whensoever ye will, you may do them good. But me ye have not always. She hath done what she could. She is come aforehand to anoint my body to the burning. Verily I say unto you, whosoever this gospel shall be preached throughout the whole world, this also that she hath done shall be spoken of for a memorial of her. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Very powerful scriptures that we are reading tonight. And I am praying that by the grace of God, our lives will be transformed. Hallelujah. God is summoning a generation to surrender at his feet. God is summoning a generation to surrender at his feet. This is more than singing, it is prophetic positioning. So what we are talking about tonight, it is more than just the things, the ordinary things we do in the church. We are talking about prophetically positioning ourselves. Tell your neighbor, we need to position ourselves prophetically. Praise the name of Jesus. And why we need to position ourselves prophetically, it is because there is a prophetic destiny that we need to fulfill. You are not just seated there just to add the numbers in the kingdom of God. You are seated there because God has a plan and God has a purpose for your life. He says in Jeremiah 29, verses number 11, for I know the plans that I have concerning you, says the Lord. They are plans for good and not for evil, to give you a future and a hope. So there is a future ahead of you, and it is a great future.
Praise the name of the Lord. It is a future full of hope. It's a future full of those good things that you desire. Hallelujah. So your destiny is waiting for the moment you fully break open before him. Just like this woman broke her very precious ointment, then your destiny is waiting to show forth and to manifest in greatness when you fully surrender unto God and you break open before him. Praise the name of the Lord. So the first point we are going to look at is the recognition of the worth. We have to recognize the worth of what we are doing and of what we have. Prophetic insight is very important. Kuona na macho ya kinabii. Bwana Yesu asifiwe. Prophetic insight. The box was precious, not because of what it was made of, but because of what was inside the box. That is what made the box important. That is what made the box precious. That is what made the box, the ointment was costly, and the box maybe was not as costly as the ointment. So what makes people is what they can produce from the inside to the outside. Praise the name of the Lord. Because power is residing inside of you. You are actually a powerhouse. The way you're seated right there, you are a powerhouse. There's a lot of power that is supposed to come out of you. So you are heaven's carrier of glory. God has sealed potential, destiny, and purpose inside of you. Inside your life, there is potential, there is destiny, and there is purpose. Forget about anybody who told you you're good for nothing. Forget about people who showed you competition and you sat down because of discouragement. I am saying that there is something important inside of you that God wants to reveal to the world. Praise the name of the Lord. So today I prophesy the breaking of every limitation that has concealed your prophetic identity. Praise the name of the Lord. Anything that has made you not to come out strongly who you are in the kingdom, let it be broken in the mighty name of Jesus. That box wasn't just expensive, it was prophetic currency. Now, there are things that we cannot buy with money, but we buy with our service and our giving ourselves to God. There are things that can never come into your life because of the offerings that you give. Bwana Yesu asifiwe. But certain things, and mostly they are spiritual things, they will come to us when we pour ourselves at the feet of Jesus. Now, when you have faith in God, you are able to perceive the anointing and respond with sacrificial honor. When you have faith in God, you are able to perceive. You are able to see. The Bible says, I am doing a new thing in the book of Isaiah. Shall you not perceive it? But let me tell you that new thing, it is not everybody who is going to perceive it. It is just going to be perceived by a certain group of people that are ladies, that are searching, that are truly giving themselves to God. So faith in God, your faith activated, it's now you're able to see the anointing and you're able to respond with sacrificial honor. Because you see, this woman brought her oil, her expensive oil to Jesus. The Bible says that the cost of that oil was a whole year's wage. A salary of a whole year.
I don't know whether we have anybody here who even gave just 1 month salary. I'm not even talking about, a whole year. Ukasema hii mwezi nitangangana vile nitangangana tu, lakini wacha nipeane hii mwezi yote kwa Mungu. Very rare cases. Maybe we have one. Maybe we don't have anybody. It calls for someone who has faith that sees the person you want to honor. Faith that sees Jesus as the King of Kings. Praise the name of the Lord. Faith that sees the work of God not just like another ordinary work, but work that is going to live to eternity. She gave her best, not to impress the men that were there, but to express her revelation of Christ's value. Lazima tuelewe udhamana wa Yesu ndani ya maisha yetu. Tutakapoelewa udhamana wa Kristo, ndipo tutakapojitoa kwake, na ndipo tutakapompatia mafuta yaliyo ya bei ghali. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati ambapo hatujielewi, tutaendelea kujitolea na vitu nduni, vitu that are substandard service. Tutaendelea kupatia Mungu service ambao haifai. Lakini wakati tunamuelewa Yesu ni nani na tunajua udhamana wake, tunaweza kujitolea zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Hatutakuwa watu wa kukumbushwa maombi. Hatutakuwa watu wa kukumbushwa tusome Biblia. Hatutakuwa watu wa kukumbushwa tufunge. Tutakuwa tunafunga kwa hiari, maana tunatamani kumjua Yesu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. What she poured wasn't just perfume. It was intercession in liquid form. And I think I read somewhere and it says that our tears are intercession in liquid form. They are prayers in liquid form. So there is a service you can give to God that is actually an intercession for you and for a generation. Praise the name of the Lord. Nasema kuna huduma unaweza kujitolea kwa Mungu ambayo itakuwa ni kama maombezi kwa kizazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba kizazi chako kinakumbukwa kwa sababu ya kitu ambacho umekifanya ndani ya ufalme. Kwamba kizazi chako hakitakuwa duni kwa sababu ya mambo ambayo umefanya katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So when she came to Jesus, remember that she was a harlot. And when she came to the Lord, she started pouring, anointing the oil on him. And she started wiping her, with her hair and all that. And there was complaining in the house. There was complaining because people saw her as a sinner. But when Jesus looked at her, he did not look at her as a sinner, but Jesus saw a symbol of extravagant faith. Aliona imani. Hakuona dhambi zake. Bwana Yesu asifiwe. The value wasn't in her past, but in her prophetic perception of Christ. Yani ule udhamana wake haukuwa katika siku zake za kale. It was in her prophetic perception of Christ. Wewe unapomtizama Yesu, unaona Yesu kama nani maishani mwako? You know, sometimes you do things like we are doing for the pastor, like we are doing for the leaders. But when we understand that we are doing this for Jesus, and there is eternity attached to what we are doing. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ya Mungu ni ya umilele. Na inakuanga imeambatanishwa na umilele. Utakapoelewa kwamba unachokifanya
ufanyi kwa sababu yako peke yako, utakifanya kwa bidii, utakifanya kwa kuogopa, utakifanya kwa kujitolea. Yesu ni nani kwako? Unapoangalia Yesu, wewe unamuona kama nani kwako? Ikafika mahali Yesu akauliza wanafunzi, watu wanasema mimi ni nani? Wakaanza kusema, wengine Elia, wengine Musa, wengine nani. Ikafika mahali akawauliza, na nyinyi mnasema mimi ni nani? Who is Jesus to you? What revelation do you have about Christ? Because that is what will push you to do extravagant things in the kingdom of God. Destiny is not found in public expressions, but in private brokenness. Watu wengi tunapatikana ama tunafanya bidii sana wakati tunaonekana na watu. Tunafanya bidii sana wakati mchungaji anatuangalia, anatuona. Lakini wakati tuko peke yetu, hatuna ule msukumo wa kufanya mambo ya Mungu. Hatuna ule msukumo wa kuweza kusimamia imani. Hatima yako haiko ndani ya yale mambo unafanya wakati watu wanakuona. Hatima yako iko katika silini. Ni nini unachokifanya masaa yale hauko kanisani? Ni nini unachokifanya privately kenye kitafanya ukue hodari wa kiroho? Ni nini unachokifanya katika chumba chako cha maombi kenye kitafanya ukue hodari katika utumishi? Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. It caused a generation to go back to the feet of Jesus. It caused a generation to go back to the feet of the Lord. Her act of worship aligned her with the divine agenda of the cross. She saw Jesus as more than Rabbi. He was destiny in flesh. You only pour when you perceive worth. Utajimimina wakati ambapo utaelewa udhamana. Bwana Yesu asifiwe. You cannot pour when you are not perceiving the worth. And that is what I want us to understand. The worth of the service. The worth of the one that we are following, Jesus Christ. The one that lives inside of us. The worth that he carries is more than what we are carrying as expensive ointments. She broke protocol because she saw the power. She had seen what Jesus was doing amongst them. Alikuwa ameona akifungua watu macho wanaona, anafungua viziwi wanasikia. Alikuwa anajua he's not just dealing with an ordinary man, he's dealing with a powerful man. Praise the name of the Lord. And this man is a destiny changer. She saw him in many other ways that people missed. I would like you to open your eyes to start seeing things differently from the others. Because when we are following the crowd, we miss the clear picture of Jesus. When we are following people, we miss who Jesus is in our lives. It calls for us to take time to understand him more. Like Paul says, that I may know him and the power that resurrected him from the dead. That's the kind of a thing that we want to pray for. She gave what religion would have kept, and that made her relevant in eternity. Wapendwa, tusikue na udini mwingi.
Wacha tujitolee kwa Mungu. Because wakati ambapo tunajitolea kwa Mungu, kuna mambo ambayo yanatendeka ya umilele. Bwana Yesu asifiwe. They are eternity, eternity things that are happening to us. Jesus said, wherever the gospel of Jesus shall be preached throughout the earth, we will have to mention this woman because of the act that she did. Praise the name of the Lord. Allow me to go to the next point, and maybe we shall be closing. About the cost of true worship. The cost of true worship. David said he would not offer to God what costs him nothing. In 2 Samuel 24:24. He says he would not. No, this has started talking. Hizi mambo ya simu nazo. Sijui nimeshika wapi nayo ikaanza kuongea. All right. So David says that he would not offer anything to God that does not cost him anything. When we connect that with what this woman did, we see that first and foremost, she gave her very best, not the leftovers. How many times do we give our very best? Ni mara ngapi tunapeana ile bora zaidi kwa Mungu? Tumejipeana kazini, tumejipeana nyumbani kwa watoto wetu, tumejipeana kwa mambo mengine, lakini mara nyingi hatuna muda wa kujipeana kwa Mungu. Either kwa maombi, either kwa matoleo, ama hata kwa kusoma neno, ama kwa ushirika. She gave her best. Worship is not about a song, it is about value exchange. What value have you brought to the house of God? What value? Praise the name of the Lord. How are you pouring out yourself for the service? Have you interceded for today's service? Have you prayed for the preacher today? What have you done to add value to the service of today? You have to be a value addition. Praise the name of the Lord. When she came, she knew that I have to carry something that is worthy. Praise the name of the Lord. Worship is not about a song, it is about value exchange. As you come to church, you have to think in your mind, and you're telling yourself, what value am I adding today to the kingdom of God? When you release something costly, you provoke divine attention. When you release something costly, you provoke divine attention. And if you read the Bible, wherever there was a costly sacrifice, God spoke or God came down. Read the Bible. Wakati ambapo kunajitolea kwa gharama kubwa, Mungu alikuja, akashuka, Mungu alionekana, Mungu alinena. Wakati tunajitolea kwa gharama iliyo juu zaidi, mbingu zinaangalia. The heavens are attracted to your costly sacrifice. Praise the name of Jesus. Remember that her oil was her life's investment. Alikuwa ameiweka mafuta ya bei.
ya mwaka mzima, savings ya mwaka mzima, equivalent to a whole year salary. Women or men with oil always design the divine moment to pour and to prepare. Wakati ambapo umejiconnect vizuri na Mungu, utajua ni muda gani unafaa kujitolea, ni muda gani unafaa kufanya jambo fulani katika ufalme wa Mungu. Worship that doesn't cost you won't shift you. Tell your neighbor that. Maabudu ambayo haina gharama haitakufanya nini? Shifting. Haitakusongesha mbele, haitakubadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Her offering costed her her offering cost her dignity, silence and wealth, and God called it beautiful. Praise the name of the Lord. Alitoa mali yake. Mungu akasema, Yesu akasema, she has done a beautiful thing. Praise the name of the Lord. How many times do we get that recognition? That the Lord will say today, oh, in the service, you have done a beautiful thing. Leo umechukua muda wa 1 hour, umeombea the senior pastor. And the Lord looks the interest you have for the kingdom, the investment you're making to the kingdom. It doesn't have to be always money. It can be in kind. It can be in prayer. It can be in service. Praise the name of the Lord. God called it beautiful. May the Lord call our services beautiful. Our giving, kujitolea kwetu, Bwana Yesu asifiwe, aseme kwamba ni kuzuri na kwamba kunapendeza. Bwana Yesu asifiwe. The alabaster box wasn't broken for applause. It was broken because real love has to pour. Wakati ambapo tunafanya mambo katika nyumba ya Mungu, tuangalie, tusifanye ili watu watupigie makofi, ama ili tukapate recognition ya watu. Kwa maana kuna wengine wasipopata recognition wanaacha kufanya. Kuna wengine, Mwalimu Makeja, wasipopigiwa makofi wataanza kukaa viti za nyuma. Kwa maana hakuna mtu alitambua kile kitu ambacho wamefanya. Lakini naomba usiku wa leo uwe ule mtu ambaye watambue wasipotambua, you are doing it for the Lord. Praise the name of the Lord. Kwamba haufanyi ili kwamba watu wakwambie unafanya vizuri, lakini unafanya hiyo kazi ili Mungu aweze kuona kazi yako na akaweze kuibariki. Bwana Yesu apewe sifa. The oil in you was placed by God for nations. Mafuta ulio nayo. Na tulipoongea juu ya mafuta, tuliongea juu ya your purpose. Tukaongea juu ya your potential, your destiny. Praise the name of the Lord. Mafuta iliyo ndani yako iliwekwa ndani yako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hapa hakuna mtu ambaye hana mafuta. Biblia inasema kwamba tuko na anointing. Kuna upako tumepakwa. Bwana Yesu asifiwe. The longer you wait to break, the longer others wait to rise. Umeelewa hiyo? Wakati unaendelea kulegalega na kujikokota, kutoingia katika potential yako na kuitumia vizuri,
ndipo na wengine wanaendelea kuumia. Biblia inasema kwamba katika kitabu cha Judges kwamba there was no life in the street. Things were not going on well until I arose. Amen. Until I arose as a mother in Israel. Ni lazima mtu ajitambue ndio akaweze kufanya yale mambo Mungu amemuita akaweze kuyafanya. You have to arise. Na kule kuinuka kwako si kuinuka kwangu. Maana tumeitwa kitofauti. Na kila mtu katika ufalme ameitwa. Mwambie mwenzako umeitwa. Unaweza kuwa hautashika kipasa sauti, lakini kila kitu katika Biblia si mambo na kushika the microphone. Unaweza shikiria kitu fulani mahali pengine na ufanye kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. The realm of the spirit honors sacrifice. The realm of the spirit honors sacrifice. Tell your neighbor that. The realm of the spirit honors what? Sacrifice. Imagine venye umekuja katika ibada hii usiku wa leo. Ni kujitolea. Na Mungu akiwa mbinguni anaona kujitolea kwako. Na hiyo kujitolea kwako kutakuletea baraka nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi ambao wanang'ang'ana kiroho, angalia sacrifice yao katika mambo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi ambao wanang'ang'ana, ambao wako na mashida, ukiwauliza wewe unakujanga Wednesday service, anakuambia sikuji. Unamuuliza ni lini ulikuja mkesha last, anakuambia hii mwaka yote sijaenda kesha. Hata last year yote sikuingia kwa mkesha. Unamuuliza na wewe unafungaga na kuomba, anakuambia hata sikumbuki mara ya mwisho nilifunga na kuomba ni lini. Unamuuliza uliattend 21 days of prayer and fasting, anakuuliza hiyo ilikuwa nini? Kwa maana hata hajielewi. The realm of the spirit honors sacrifice. Praise the name of the Lord. Jesus called her act a memorial. Jesus called her act a memorial. Others called it a waste. But the Lord says, whatever you have done, it will stand as a memorial. And I remember when Jesus was talking to Cornelius, and he told him, the alms you have given, the things you have done for people, they stand as a memorial. Praise the name of the Lord. Kuna vitu unafanya zinakuwa memorial, vitu za kumbukumbu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. We talk about the memorial park. Mahali ambapo wale ambao walipigania uhuru wamewekewa nafasi yao. Kwamba kila wakati tunakumbuka kuna watu waling'ang'ania uhuru wetu na wakatoa maisha yao. Basi ukifanya kitu katika ufalme, kinakaa kimesimamishwa na Mungu kama kumbukumbu. Na wakati umefanya mambo ya aina hiyo, kizazi chako hakiwezi kuteseka. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Hallelujah. So, ladies and gentlemen, our worship, when we talk about the prophetic significance of pouring, vile alivyomwaga hiyo mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Our worship changed the atmosphere. It was not silent, it was sensed. Hakuna vile utakuja hapa na mafuta ambao inanukia vizuri, ya bei ghali namna ile ambayo alileta. Ikimwagwa tu kidogo hapa, kila mtu atahisi kwamba kuna kitu
ambacho kimemwagwa mahali fulani, manukato fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. So true worship carries weight and it leaves a trail wherever you go. Sijui kama ushawahi patana na mtu amejipaka marashi fulani na amepitia tu hapo dakika hiyo. Ukipitia na wewe hapo utajua kuna mtu amepita hapa akiwa na marashi. Bwana Yesu asifiwe. When you become a person that prophetically pours your oil, you leave a trail wherever you go. Watu wakipatana na wewe wanaenda wakinuka kama wewe. Yani unawaambukiza. Bwana Yesu asifiwe. Unawaambukiza roho ya maombi, unawaambukiza roho ya kutoa, unawaambukiza roho ya kuja kanisani. Kwa maana mahali popote unaenda unaacha manukato mazuri. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. When you give God everything, others will feel the impact of your surrender. Unapojitolea, wengine lazima wahisi vile ulivyojitolea. You cannot leave the atmosphere the same. Something must shift in the name of Jesus Christ. Hallelujah. True worship disrupts atmosphere, dismantles demonic altars, and provokes angelic activity. Ukiangalia vile kulifanyika pale, alipotoa tu ile mafuta na amemwagilia Yesu, si ati imepotea, imemwagiliwa Yesu. And it was prophetic, because hata Yesu mwenyewe anasema huyu mama kitu amefanya hata yeye anaweza kosa kuelewa, lakini ametayarisha mwili wangu kwa maziko. Praise the name of the Lord. Kuna vitu ambazo Mungu, God moves us to do because he wants to do something extraordinary. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Na wakati ambapo alifanya hivyo tu, kukaanza kuwa na manuguniko. Wakasema hii mafuta ingeuzwa ni ya bei ghali. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine hujitolea katika huduma, wanatoa fedha zao, wanatoa mali zao, wanajitolea wenyewe. Wengine wanakuja wananugunika. Kama hakuna mtu amenugunikia service yako, bado. Mwambie mwenzako, has anybody complained about your service? Anybody complained about your prayer? Anybody complained about your coming to church? Kama bado hawajanugunika, bado. Push. Pour yourself more. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Jimwage zaidi. Bwana Yesu asifiwe. In the breaking, remember the bottle was broken to pour the oil. In the breaking, God is birthing new mantles, new assignments, and divine visibility. Wakati ambapo tunamwaga yale mafuta, mama ambaye hakuwa anajulikana, ambaye alikuwa anajulikana kama kahaba, Yesu akasema tangia leo hamumuiti kahaba tena. Bwana Yesu asifiwe. Tangia leo haitwi kahaba tena. Mahali popote injili inatangazwa, jina lake linaambatana na injili. Bwana Yesu apewe sifa. A new assignment, a new mantle. Glory to God. Divine visibility. Anaambiwa sasa injili ikisomwa na wewe unasomwa. Hallelujah. Because of the act that she did. In breaking, release the oil that will serve people, that will heal people, that will build, and that will transform lives. Unapojimwaga na kujimimina mbele za Bwana, kwamba uachilie mafuta ambayo itaweza kuponya na wengine, ambayo itaweza kujenga na wengine na kubadilisha maisha yao. Bwana Yesu apewe sifa.
I just want to go through the other points. I don't want to explain them much so that we can just close the service. Oil released fragrance. Fragrance alters spiritual climate. Praise the name of the Lord. Unapoyabeba yale mafuta, unaingia mahali watu walikuwa wanasinzia, wanashindwa kuomba, wanapata nguvu za kuomba. Kwa maana there is something you are carrying that is special. Praise the name of the Lord. The room changed because the woman poured something spiritual. Ile nyumba wakauliza, nini imefanyika hapa? Labda walikuwa wanaendelea na mastori zao na mambo zao na kupanga makrusedi za Yesu. Huyu mama alipomwagia Yesu mafuta wakasema, kitu kimefanyika. Bwana Yesu asifiwe. She poured with precision. Her act echoed heaven's timetable. Yani hangekuwa ameifanya the other year yenye Yesu alikuwa anahubiri. Ilikuwa ifanye wakati huo, kwa maana kwa timetable na kalenda ya Mungu, Yesu anaenda kuingia. They were going to have the last supper, and then after that he was going to pray in the garden, and then after that Jesus was going to be arrested. Praise the name of the Lord. And on to the cross and then the death. So what she did was prophetic in preparing the body of Jesus for the burial. Praise the name of the Lord. So she prophetically stepped into burial preparation and divine preservation. The anointing breaks yoke. This act triggered a prophetic realignment in Jesus' journey to the cross. Let me give you 2 points and then we close. Fragrance is what heaven smells when destiny is in motion. Fragrance is what heaven smells when destiny is in motion. Now, is your destiny in motion? What are you doing for God? And what fragrance are you sending? If you remember the times of, is it Noah, that God said that the sins of the people, they have come up like a bad smell, all right? Then there are times when people would sacrifice, and God says the smell of the sacrifice reached heavens, all right? Praise the name of the Lord. When Paul is talking about the sacrifice of a certain church, he's saying that it was like a sweet smelling aroma. Praise the name of the Lord. Hallelujah. So fragrance is what heaven smells when destiny is in motion. So is heaven, smelling something from you? Praise the name of the Lord. The alabaster box is your spiritual womb, and breaking it is how destiny is birthed. Wakati unaivunja na unaacha imwagike, that is how you birth your destiny. Praise the name of the Lord. And finally, the deeper the consecration, the greater your manifestation. The deeper the consecration, the greater. Tell your neighbor, that is the last point, don't forget it. The greater the consecration, the greater your manifestation. Praise the name of the Lord. So kila mtu sasa tunatoka hapa tukiwa na assignment ya kuweza kujimwaga zaidi, kujimimina zaidi. Paul anasema nimejimimina. Praise the name of the Lord. I have poured out myself. Na mtu mmoja akasema kwamba the greatest tragedy is in the world is when you die without fulfilling purpose.
when you die with all the gifts that you have, when you die with all the potential that you have, without fulfilling your purpose and your assignment, unapokufa, basi hiyo ni tragedy kubwa sana, ni janga kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba kwamba kila mmoja wetu, Mungu atatusaidia tujitolee zaidi. Mungu atatusaidia kulingana na neno la siku ya leo, tukaweze kujua udhamana na tukaweze kujua kwamba hatutamtolea Mungu maabudu, hatutamtolea Mungu service ambao haijatugharimu kitu. Ukiangalia uone service yako haijakugharimu chochote, we ujue tu hiyo ni bure mbele za Bwana. Lakini kama imekugharimu time, imekugharimu maombi, imekugharimu kujikaza, mwingine ametoka kwa matatu aingie kwa boda ndio afike kwa haraka, kama imekugharimu chochote kile, ujue kwamba imekubarika mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza inamisha vichwa zetu kwa maombi. Tunakuheshimu Mungu mtakatifu, maana wewe ni Mungu unaita watu wako wakaweze kukutumikia. Baba, ninakuheshimu kwa sababu ya usiku wa leo ambapo Mungu wetu umeweza kutunenea kuhusu the alabaster box. Mungu wetu, ninaomba kwamba kila mmoja wetu tunapoangalia ile alabaster box umetupatia, kwamba tutaitumia vizuri na kwamba hatutaishikilia, tutaivunja na kumwaga mbele zako ili tukaweze kufulfill purpose and our destinies, oh God. Ninaomba kwamba mtu aliye mahali hapa siku ya leo akapate moto mpya, akapate shauku mpya, akapate kujitolea kupya katika jina la Yesu. Wale ambao walikuwa wameregea, wale ambao walikuwa wamezembea, Mungu mtakatifu, kwa jina la Yesu ninaomba uamsho wa Roho Mtakatifu, ninaomba nguvu za Roho zikaje juu yetu tukaweze kuinuka tena, maana unapendezwa na kanisa ambayo linafanya kazi yako. Ukaandikia makanisa katika Revelation na ukaambia wengine waangalie mahali wameanguka. Baba, katika jina la Yesu tunaomba mahali ambapo tumeanguka, mahali ambapo tumeachilia, mahali ambapo tumejishikilia, Mungu wetu kaweze kutusaidia tukajitolee na zaidi. Tunasema ni asante, pokea sifa, utukufu na heshima. Mungu mtakatifu, tunaomba kwa sababu ya wapendwa wetu ambao hawako mahali hapa. Bwana Yesu, wewe unawajua na kuelewa vizuri. Wale ambao wamezembea siku ya leo, ninaomba Roho wako ambaye anatunenea mahali hapa akawanenee na wao wakiwa manyumbani, wakaweze kuamka na kuja kanisani siku ile nyingine katika jina la Yesu. Kila roho ya shetani ya kufanya watu wasiingie kwa mikutano tunaikemea kwa jina la Yesu Kristo. Baba, pokea sifa, utukufu na heshima. Tunajitolea Mungu mtakatifu kama sadaka iliyo hai. Tukubali mbele zako Bwana, kubali sadaka zetu usiku wa leo, kubali kujitolea kwetu usiku wa leo, kubali services tutakazo kutolea katika kanisa lako kwa jina la Yesu Kristo. Pokea sifa, utukufu na heshima, maana wewe ni Mungu Baba. Baba, tunakuheshimu kama ule mama, wacha tukawe manukato mazuri mbele zako Baba. Tunapojitolea na kufanya kazi yako, ikawe manukato Bwana, kazi tunayoifanya ikakupendeze Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu. Tunakuheshimu na tunakuabudu, maana tunajua wewe ni Mungu mwema na wewe ni Mungu mwaminifu. Bariki kila mmoja wetu Baba. Kuna wengine wamekuja wakiwa na mahitaji tofauti tofauti katika nyumba yako Baba. Kwa nyumba yako kuna kila kitu, wewe haupungukiwi na chochote. Tunaomba wanaotafuta fedha wakazipate, tunaomba wanaotafuta amani wakaipate, wale wanaotafuta breakthrough wakazipate, wale Baba wanatafuta miujiza wakazipate katika jina la Yesu. Maana miujiza Baba, it is our inheritance in the name of Jesus Christ. Tunaomba neema yako ikazidi kuwa katika mlima huu wa kibali, ukaweze kutubariki na kutuinua hata katika mji wa miujiza pale City of Miracles.
ukaonekane Baba na ukatende mambo makubwa. Tunamwombea mchungaji wetu mkuu, neema yako iwe juu ya maisha yake, ukazidi kumuinua na kumpenda Baba, katika jina la Yesu Kristo. Tunaombea na wachungaji wengine, Bwana Hinga, Pastor Gladys, tunaomba neema yako ikazidi kuwa juu ya maisha yao. Wabariki na uonekanie katika kila jambo. Pokea sifa, utukufu na heshima kwa viongozi wote Baba. Tunaomba neema yako ikazidi kuwa juu ya maisha yao. We give you praise and we give you glory. Thank you, Father, for your goodness, and thank you for your mercy, O God. We commit the choir before you as they will be practicing this evening. We pray for your grace to be sufficient over their lives, O God. Bless them. Waacha sadaka yao ya kujitolea ikawe manukato mazuri mbele zako. Tunakupenda na tunakuinua, na ni katika jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu tunaomba na hata kuamini. Mtu mmoja aseme amina kubwa na amina mzuri. Bwana Yesu